jinsi Idi Amin alivyowakimbiza familia yake kutoka Entebbe hadi Libya. Hadithi ya kusisimua ya safari ya usiku. Hofu na majaliwa. Utangulizi. Mwisho unapokaribia mwishoni mwa utawala wa Idi Amin, Uganda ilijikuta katika hali ya sintofahamu. Mapigano kati ya majeshi ya Tanzania na vikundi vya waasi wa Uganda yalikuwa yakisogea karibu na mji mkuu, Kampala. Kwa mbali, mabomu yalikuwa yakivuma, ufyatuaji wa risasi ukisikika kama radi za mbali, na raia waliokuwa wamezoea ukimya wa usiku walikuwa sasa wanashuhudia sauti ya vita ikinyonya amani yao. Katika mazingira haya ya hofu, serikali ya Amin ilianza kuyumba. Maafisa wa juu walitoroka, wengine walifichwa, na mipango ya ghafla ilianza kuandaliwa ili kuhakikisha kwamba familia ya rais haitapatwa na madhara. Ingawa Idi Amin mwenyewe alijaribu kujionyesha thabiti na jasiri, moyoni alijua hali imefika ukingoni. Ilikuwa ni wakati wa kufanya uamuzi mgumu zaidi wa maisha yake: kuokoa familia kwa kuiondoa nchini kimya kimya, kabla ya mapigano kufika Entebbe. Hali inazidi kuwa mbaya. Mapigano yakaribia Entebbe. Kwa wiki kadhaa, taarifa kutoka vijijini na kambi za jeshi ziliripoti kusogea kwa majeshi ya adui. Entebbe, jiji lililokuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa, lilianza kuwa kitovu cha wasiwasi. Wote walijua, akitaka kutoroka, ama yeye ama familia yake, njia moja pekee ilikuwa anga. Lakini pia walijua kitu kingine hatari. Wapinzani walitaka kuikata njia hiyo. Ndege nyingi za kijeshi zilikuwa zimesimamishwa, baadhi kuharibiwa, nyingine kutekwa. Barabara za kuelekea Entebbe zilifungwa mara kwa mara, na kulikuwa na hofu kwamba wakati wowote vita vinaweza kuingia hadi kwenye uwanja wenyewe. Hivyo safari yoyote kuelekea uwanja huo ilisababisha msongo wa akili kwa wote waliokuwa karibu na familia ya Amin. Mpango wa siri. Mazungumzo na kiongozi wa Libya. Katika mazingira haya ya shinikizo, Idi Amin alitafuta msaada. Mtu pekee wa nje aliyekuwa tayari kusikiliza kwa wakati huo alikuwa Muammar Gaddafi wa Libya. Uhusiano wao wa kisiasa ulikuwa wa ukaribu. Kwa miaka, Libya ilikuwa ikitoa misaada ya kijeshi kwa Uganda. Kwa njia za siri, mawasiliano yalifanywa. Kile kilichohitajiwa hakikuwa mshikamano wa kijeshi, bali nafasi ya hifadhi kwa familia yake. Gaddafi alikubali. Na kwa haraka, ndege ya Libya ya kijeshi iliandaliwa kuwasafirisha mke, watoto, ndugu na baadhi ya waaminifu ambao walikuwa wameambatana na familia kwa miaka. Lakini kulikuwa na changamoto moja kubwa. Ndege hiyo ilipaswa kutua Entebbe usiku, wakati mabomu yalikuwa yakidondoka sio mbali sana. Usiku wa hofu, safari ya kuelekea Entebbe. Usiku ambao familia ilipaswa kuondoka ulikuwa na giza la kawaida, lakini giza hilo lilionekana kuwa na uzito wa tofauti. Mbingu zilikuwa kimya, lakini ardhi ilikuwa na makelele. Milio ya mabomu na risasi zilijaza anga kama muziki wa simanzi. Familia ilikusanywa kimya kimya ikuluni. Hakukuwa na mizigo mingi, muda haukuruhusu. Wengine walichukua mifuko midogo tu, wengine walikwenda bila chochote zaidi ya nguo walizovaa. Magari ya kijeshi yaliletwa ndani ya jumba. Askari wenye silaha walijipanga, macho yao yote yakitazama giza lililofunika barabara kuelekea Entebbe. Huu haukuwa msafara wa kawaida wa rais. Hakukuwa na mabango, hakukuwa na mapokezi, hakukuwa na vigelegele vya wananchi. Huu ulikuwa msafara wa kukimbia kwa mara ya kwanza katika maisha ya Amin. Magari matatu makubwa, yakiongozana na magari ya ulinzi, yakaanza safari. Nje ya dirisha, watoto walitazama kwa kimya taa za Kampala zikizidi kupotea. Kwa wake na ndugu, safari hii ilibeba hisia nzito, hofu ya mustakabali, simanzi ya kuachana na kila kitu walichokijenga, na maswali mengi yasiyo na majibu. Kufika Entebbe. Dakika za mwisho kabla ya kupaa, walipofika uwanjani, muda haukuwa upande wao. Habari zilisema kuwa majeshi ya wapinzani yalikuwa umbali wa dakika kadhaa tu kutoka maeneo ya karibu. Kulikuwa na harufu ya moshi hewani. Kulikuwa na ukimya wa ajabu uliokatwa tu na hatua za askari na milio midogo isiyo ya mbali. Ndege ya Libya ilikuwa imesimama pembeni, ndege kubwa ya kijeshi iliyofunguliwa nyuma kwa kutumia mlango wa mzigo. Ndani yake hakukuwa na viti vya starehe wala mazulia. Ilikuwa chuma tupu na sakafu ngumu. Lakini kwa familia hiyo, ilionekana kama mlango wa pili wa maisha. Walitakiwa kuingia haraka. Watoto walipelekwa mbele, wake wakafuatia, kisha ndugu na maafisa wachache waliokuwa wameruhusiwa kuondoka nao. Hakukuwa na mazungumzo mengi, muda na hofu vilikuwa vimepunguza nguvu za maneno. Maneno madogo pekee yaliyosikika yalikuwa, harakisheni, simameni pamoja, tutakuwa sawa. Lakini hakuna aliyekuwa na hakika. Ndege ya paa, kilio kisichosikika wakati injini za ndege zilipoanza. Mlio wake ulisafisha ukimya wa usiku. Hapo ndipo wengi walipoangalia mara ya mwisho ardhi yao, ardhi waliokulia, ardhi iliyowapa majina,
ardhi waliopenda pamoja na mapungufu yake. Wengine walishika mikono ya watoto wao. Wengine walifuta machozi kimya kimya ili wasiwashtue wanao. Wengine waligeuka kwa haraka, wasitazame nyuma kwa sababu walijua, huwezi kuangalia nchi unayoipenda wakati unaiacha kwa lazima. Ndege ilianza kukimbia kwenye njia ya kurukia, mlio wa injini ukiongezeka. Kisha kuinuka taratibu pole pole na hatimaye kupaa juu ya maji ya ziwa Victoria. Ndani ya ndege, watu hawakuzungumza. Sauti pekee ilikuwa ya injini na ya baadhi ya watoto wakijaribu kujituliza bila kuelewa kikamilifu kile kilichokuwa kimetokea. Kwa wengine, safari hii ilikuwa ya maumivu ya moyoni. Kwa wengine, ilikuwa mwanzo mpya. Lakini kwa wote, ilikuwa safari ya maisha na kifo. Safari ya angani. Saa za ukimya na mawazo. Safari kutoka Entebbe hadi Libya haikuwa ya starehe. Sakafu ya chuma ilikuwa baridi. Blanketi chache zilitolewa, lakini hazikuweza kuficha ukakasi wa safari yenyewe. Safari ya kukimbia vita. Wengine waliweka mikono yao juu ya vifua vyao, wakitafakari mustakabali usiojulikana. Wengine walisali kimya. Wengine walikumbuka nyumba walizoacha, picha, vitu vya kumbukumbu, marafiki, historia. Hata watoto, kwa kawaida wepesi wa kusahau matatizo, waliona uzito wa safari hiyo. Ukimya wao ulisema yote. Kila saa ilipita polepole. Lakini hatimaye, baada ya anga refu na hewa nzito ya mawazo, taa za Tripoli zilionekana chini. Kutua Libya. Mwanzo mpya wa ujenini. Walipotua Libya, hewa ilionekana tofauti. Hakukuwa na sauti za vita. Hakukuwa na harufu ya moshi. Walipokewa na maafisa wa Libya ambako walitengwa maeneo ya kulala na kupumzika. Kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi, familia ilipata nafasi ya kupumua. Lakini pia walijua kuwa hii haikuwa likizo. Ilikuwa mwanzo wa maisha ya uhamisho, maisha yasiyo na uhakika, mbali na nyumbani, chini ya kivuli cha siasa za Afrika. Maisha mapya yaanza, changamoto na ukweli mchungu. Kuingia Libya kulimaanisha mwanzo mpya kwa familia ya Amin. Watoto walilazimika kuzoea mazingira mapya, lugha mpya na tamaduni tofauti. Wazazi walipaswa kupanga maisha upya, bila utawala, bila ikulu, bila mamlaka, bila nchi yao. Lakini walikuwa hai na walikuwa pamoja. Hiyo ndiyo faraja pekee iliyowabaki. Hitimisho. Safari ambayo iliandika historia. Hadi leo, safari ya familia ya Idi Amin kutoka Entebbe ni moja ya hadithi zinazobaki kuwa mfano wa jinsi vita vinavyoweza kubadilisha maisha kwa sekunde, jinsi mamlaka makubwa yanavyoweza kuyeyuka, jinsi familia inaweza kubeba maumivu ya historia, na jinsi uamuzi wa haraka unaweza kuokoa maisha. Ni hadithi ya machozi yaliyofichwa, maamuzi magumu, na ukimbizi unaoambatana na maumivu na matumaini kwa wakati mmoja. Ni hadithi ya usiku mmoja, lakini yenye uzito wa vizazi vingi.